Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye channel yetu ya Sakina SDA YouTube channel. Tuko pamoja hapa na kaka Matim na Machibia. Tutakuwa pamoja nawe tukijifunza mwongozo huu, na sasa tuko kwenye lesoni mpya au mwongozo mpya ambao una kichwa kinachosema Kutoka. Karibu tujifunze pamoja. Kabla tujaanza, kaka Matim, tupate ombi. Tuombe. Asante Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tunakualika katika kipindi hiki sisi pamoja na msikilizaji, ukapate kutubariki na kutuwezesha kukuona wewe katika maandiko yako. Asante Mungu, kwa jina lake Yesu Kristo. Amina. Amina. Basi tuanze na mtazamo na introduction. Tuanze na utangulizi kuhusu kitabu cha Kutoka. Je, ni nini hasa ambacho tunakipata katika hicho kitabu, na katika mwongozo huu ni vitu gani ambavyo tutakuwa tukivipitia haswa? Asante na shukuru mwenyekiti. Katika wiki hii tutajikita na katika robo ya 3 ya lesson tutajikita kuangalia Kutoka, na kwa wiki hii tunaenda mtazamaji kuangalia katika kitabu cha Kutoka, na kwa wiki hii tutatazama katika ukandamizaji wa watu wa Israeli wakiwa utumwani Misri. Nadhani ndio hivyo Mwalimu Machibia. Asante kuongezea kama utangulizi wa somo kiujumla. Kitabu cha Kutoka ni miongoni mwa vitabu ambavyo vimeandikwa na Musa, na kinaelezea uzoefu wa wana wa Israeli, na napenda jina hili linasomwa Kutoka, Exodus, lakini ukisoma kwenye maelezo ya lesoni ya leo anatuambia kana kwamba katika Kiebrania ilikuwa na jina lingine ambalo lilitolewa kutoka katika fungu la kwanza. Kwa ilipokuja kwa hiyo katika tafsiri za Kiingereza ndio wakaanza kutumia neno Kutoka. Kwa hiyo ni uzoefu ambao Mungu alikuwa anawatoa watu wake katika nchi ya utumwa, anawapeleka katika nchi ya ahadi ambayo aliahidi toka kipindi cha Ibrahimu. Ni kweli kabisa kama mwalimu alivyosema. Kwa hiyo siku ya Sabato mchana wa leo tutaangalia usuli na kuzaliwa kwa Musa. Mwalimu, tunaposema usuli ni kwa Kiingereza wanasema background. Kwa hiyo wengi wanasema usuli au maana nyingine wanasema asili. Kwa hiyo tutaangalia usuli na kuzaliwa kwa Musa, maana yake tutaangalia asili na kuzaliwa kwa Musa. Na katika mafungu ambayo tutajikita nayo, tutajikita kwa ujumla, tutaangalia jinsi ambavyo familia ya Yakobo ambayo ilikuwa alikuja akabadilishwa jina akaitwa Israeli, jinsi ambavyo aliingia kuwa mtumwa Misri na akakaa kule kwa kipindi ambacho Yusufu bado ni waziri mkuu. Tutaendelea kuangalia pamoja na hiyo, tutaangalia miaka 400 waliokaa kipindi cha utumwa. Baada ya hapo tutaangalia jinsi ambavyo walitoka na jinsi ambavyo Musa tutakuja kumuona alivyozaliwa, baadaye akatumwa na Mungu, na katika kutumwa kwake tutaona miaka yake ilivyogawanywa, miaka 120 ya maisha yake, 40 ya Misri, 40 ya Midian na 40 tena ya kurudi kwa kwamba na kusafiri. Kwa kifupi tu mwalimu, tutaangalia katika juma hilo namna hiyo. Asante. Kitu cha kwanza ambacho nakiona kwenye kitabu cha Kutoka ambacho nakifananisha na Kumbukumbu la Torati ni kwamba cha kwanza ni kama vile anatoa hesabu. Yaani kama vile anatoa mlolongo mzima, kwamba kuonyesha kwamba wametoka wapi, wako wapi. Na hapo ndio kitu cha kwanza ambacho tunakiona katika Kutoka, kwamba anaanza sasa majina ya hao walioingia Misri, kwamba walikuwa wangapi, na pia wakati kitu ambacho baadaye tutakuja tukioanishe
na jinsi walivyoongezeka na hata wakatoka. Yaani ni watu ambao, yaani mpaka hapo tunaona kitu cha kwanza ambacho Mungu amewatendea kwamba wamebarikiwa, wameongezeka. Yaani ile mkaongezeke, wameongezeka na wapo wengi, na ni nguvu kubwa ambayo tunaona kwamba Farao anaiona kama ni tishio kwa ufalme wake au kwa watu wa Misri, kwamba ikitokea vita wanaweza yaani ni wengi na ni wenye nguvu kiasi kwamba wanaweza wakasimama wakapigana dhidi yao na watu wengine na wakashinda. Kwa hiyo hapo tunaona sio watu wachache, yaani ni watu ambao ni wengi, wamebarikiwa, yaani wanazidi kuwepo pamoja na hali ngumu ambayo wanapitia. Asante. Uzoefu wa wana wa Israeli wakiwa Misri ni uzoefu ambao tunaweza tukahusianisha na uzoefu wa maisha ambayo tunayapitia leo, kwa sababu tusoma wana wa Israeli walikuwa wanapitia mateso, walikuwa wanapitia dhuluma, walikuwa wanapitia adha za kila namna ambazo ni kitu kile kile ambacho wanadamu tunapitia kwenye dunia ya leo. Wao walikuwa wanapitia utumwa wa kimwili, tunaweza tusiwe watumwa wa kimwili, lakini bado Yesu anasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Bado tuna makongwa mengi ambayo tumejifunga shingoni mwetu ambayo tusipoyaachia bado tunakuwa tuko utumwani. Kwa hiyo Mungu anapomuita Musa maalumu kwa ajili ya kuongoza taifa hili kulitoa utumwani, ni kama vile alikuwa anaashiria namna ambavyo Yesu angekuja kuukomboa ulimwengu huu na kuongoza wanadamu kuelekea katika nchi ya ahadi ambayo tunaisubiri. Asante Kamachibia. Nilikuwa naomba usome Kutoka 2 mstari wa 23 hadi 25 ambalo ndio fungu letu la kukariri. Kutoka 2 mstari wa 23 hadi 25. Asante. Inasema, hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Amina. Kuna kitu hapo kwenye hilo fungu ambalo labda niwaulize wenzangu. Kuna hiyo kwamba Mungu akasikia kilio chao. Kumbuka ni miaka 400 wanaomba, na huenda hata mpenzi mtazamaji ana swali kama hilo kwamba hichi kilio baada ya miaka 400 ndio kikamfikia au yani ilikuwaje hapo? Kama Chibia mtusaidie. Asante. Kukaa na kwa Israeli Misri na kutoka kwao vyote vilitabiliwa. Na Mungu anakuja kujibu maombi haya kwa wakati wake ambao tangu zamani aliona atatenda. Inafananishwa na kile ambacho pia hata wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli, Mungu alishatabiri toka zamani kwamba watakaa kule miaka 70 na kisha baada ya hapo watatoka. Lakini bado wale pia watu waliomba. Na tunachoelezwa hapa katika kitabu cha Kutoka sana sana tunaelezwa mwishoni mwa hii miaka sasa, kwamba mateso yamekuwa mengi na hatimaye wanatupwa katika, wengine watoto wengine wanatupwa katika mto, ndipo hapo Musa anapatikana. Kwa hiyo kile kilio kinapofikia kwenye kilele chake ndipo ambapo pia Mungu anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo sio kama Mungu alikuwa asikii, Mungu alikuwa anasikia, lakini kwa wakati alijibu. Kwa hiyo hata sisi tunaweza kujifunza hapa, Mungu anao wakati wa kutujibu. Lakini hata kama tuseme labda kuna wengine walifia katikati, hawakuweza kufikia kipindi ambacho wangetolewa utumwani, bado walikufa katika tumaini, kwa sababu kuwa na Mungu hata katikati ya tufani ni bora kuliko kutokuwa naye. Amina. Kuna fungu hapa ambalo linaelekeza unabii huu. Mwanzo 15 mstari wa 12 hadi 16 inasema, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali
na mali mengi au ni nyingi? Mengi. Mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba, anasema lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Amina. Kitu kingine ambacho tunakiona hapa ni kwamba Mungu ndiye mtawala. Yaani wa yote haya yanayotokea tunaona Mungu, mkono wa Mungu bado uko na hawa watu wa Israeli, na bado tutaendelea kuona jinsi gani mkono wa Mungu unaendelea kuwaongoza na kwamba jinsi gani Mungu bado yuko pamoja nao. Kwa hiyo kwanza tuchukue amani hiyo kwamba Mungu bado yuko pamoja nasi hata katika nyakati ngumu, na yeye ndiye mtawala. Pamoja na kwamba vitu vingine tunaona kwamba huenda ni mkono wa mwanadamu. Wana wa Israeli walikuwa wanaona kama vile Farao, yani mkono wa Farao ndio ulikuwa juu yao, yani unajua ni ile kwamba hata Mungu nafasi yake unaweza usione, yani kwamba utawala wake unaweza kuonekana kwa wakati huo hauna mamlaka kinamna hiyo kwa Farao. Lakini Mungu bado tunaona alikuwa ndiye mtawala kwa wakati huu, kwa sababu tayari alishasema tangu mwanzo, na hata ilipofika wakati yeye aliwatoa watoto wake Israeli. Nashukuru sana. Je, kuna kitu kingine cha kuongezea kabla tujamaliza? Kwa session hii, Mungu mtazamaji tuajue Mungu ndiye mtawala, na anaweza akawa mfalme ni katili, lakini kumbe ndo karuhusiwa na Mungu. Yaani yeye anaweza kujigamba mimi ndo katili, kumbe karuhusiwa. Yuko chini ya mipango ya nani? Ya Mungu. Amina. Basi karibu tena. Hapa tumefikia mwisho kwa siku ya leo. Karibu tena siku nyingine tujifunze, tuendelee kujifunza katika wiki hii. Kaka Machibia tupate ombi. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunaomba tusaidie tunapoendelea kujifunza maandiko katika kitabu cha Kutoka, tukazidi kuyaelewa, yazidi kutusogeza karibu na wewe. Ndivyo tuomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina.